mwanangu. Au amekufa au awe hai. Niletee mwanangu nitamzika mwenyewe, lakini sasa maneno yako leo niambia Kinoge wewe mwanamke mchenzi anakuchukia. Sikumteka Sele mimi. Unaoniona hapa uko kwenye uchunguzi wa nani kamteka Sele, kwa nini ametekwa na wapi yupo. Sikuelewi Kinoge, sikuelewi kama yote yangu, sikuelewi mimi. Nitokea hapa, sikuelewi. Unaniambia nini mbele ya mtoto wangu wewe? Kinoge, Kinoge. Wahenga mbona muli utangulia, muliposema sura siyo tabia. Unaweza kuishi kwenye dunia na usijue kinachoendelea. Wahenga muda muli utangulia, muliposema sura siyo tabia. Unaweza kuishi kwenye dunia na usijue kinachoendelea. Kuwa wenzako tu, kufa wewe. Pia ukorofi, ona unamliza Kenzo, ona unamtesa Mzilai, umekopa kwa Biki Sega utaki ku... Mama mkubwa. Shama. Samahani, sivi nani mwenzangu? Mama, mimi Miriam, umemsahau mwanao kweli? Naomba unisamehe sana mwanangu. Kwa sababu mimi mwenzi hapa akili naingia na kutoka. Kakako Sele ametekwa. Sielewi mwanangu yuko wapi?
sielewi anakula nini, sijui huko aliko anaishi vipi kwa kweli. Naomba nisamehe sana mama yangu. Pole mama. Na vipi kuhusu dada yako? Ana hizo taarifa zote? Sijamwambia. Kwani karudi? Yuko Dar es Salaam hii. Ni muda mrefu sasa toka amerudi. Basi ukienda naomba nifikishie hizo taarifa. Sawa mamangu Sawa, lakini pole pia. Kasela atapatikana. Sawa. Sawa. Asilimia 100 familia ya Mzirai mnahusika na tukio hili la kumteka mwanangu. Mkishirikiana na wewe mtoto wenu Kinoge. Ndio. Naongea hivi kwa sababu niliwaambia, jamani tulimaliza hili swala hawa watoto waachane. Kwa nini mlikataa? Mlikuwa mnajua mtakachokifanya. Mmeniacha peke yangu wakati mwanangu amepata matatizo. Nimehangaika mimi kwa shida na raha mpaka mwanangu akakaa sawa. Amerudi kwenye shughuli zake, anaendelea kufanya shughuli zake. Leo naitoshi, mnamteka. Amekosea nini mwanangu? Kitu gani kikubwa alichokikosa? Mnamhukumu bila sababu. Nyie watu nyinyi. Mama Seli, 100% unaweza kusema kwamba na sisi familia tumehusika kwenye utekaji wa mwanao. Lakini mimi kama mzazi siwezi kufurahia kuona mtoto mwenzangu anaangamia. Kama mzazi siwezi kuliona hilo nikafurahia hata kidogo. Kwa hiyo Mama Sele, wewe muombe mtu Mungu, mwanao atarudi. Nivumilie. Hivi angekuwa mwanao ungevumilia? Au mimi nakuja hapo nakwambia vumilia mtoto wako kapata matatizo, ungenielewa? Si ungeniona mimi mchawi? Nashukuru sana, nitavumilia. Lakini nawaambia Mungu yuko hapa hapa duniani na malipo ni hapa hapa. Asanteni sana. Hii familia mnachonitafuta kipi? Asante. Karibu mwanangu. Asante shangazi. Habari za hapa? Salama, karibu tena. Asante mwenyeaje. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Naona leo umenikumbuka. Nilikuwa napita pita nikawa nipite hapa kwanza niwasalimie. Maana nimewaamiss kweli. Bora hivyo umekuja. Hivi unajua Maureen ni mjamzito? Lini tena? Mbona kama unashangaa na iko mwishoni? Hata sijui. Yaani mwenzio nilipanga nije kwenu nikutafute. Maana najua wewe ni mtu wa maombi sana. Nitaka umuombee kwa Mungu. Unapofanya maombi yako na yeye unamuombea ajifungue salama. Kwanza paka namhurumia sana. Namuonea huruma Maureen kwa sababu namjua mjomba alivyomkali hivi. Hata sipati picha. Mama, kuna 90% za upatikanaji wa Sele. Lakini zinaweza kuongezeka pia zikafika 100. Na maanisha ukimpata mtoto wako akiwa salama kabisa. Lakini liko sharti. Endapo tutakubaliana kati yangu mimi na wewe, mtoto wako Sele akirudi katika mikono yako na ukakubali kunikabidhi mimi, na maanisha akiwa kama mume wangu, basi Sele wako atarudi salama. Kinoge, wewe kama unataka kunirudisha Sele wako, naomba tu nirudishe. Lakini kuhusu Sele kuishi na wewe, hilo sawa. Kwa sababu Sele tayari ana mwanamke wa ndoto zake. Wewe ulishamkataa.
Unang'ang'ania nini? Sawa, ila siwezi kutafuta furaha ya mtu mwingine. Siwezi kujibidiisha kuitafuta furaha ya mtu mwingine mama. Kumbuka, najua ni nani aliyomteka Sele na wapi alipo Sele na nini kinachoendelea huko aliko. Kwa kama mtaamua kumtafuta nyinyi mtoto wenu, mkimkuta amekufa sawa, na kama mtamrudisha salama, yote heri. Kinoge mwanangu, yeye namuonea huruma sana, lakini kuhusu Mungu, mimi kwani nitamwombea kwa Mungu. Mungu ni mwaminifu sana, na kuzaa sio jambo baya, jambo la heri, japokuwa amepita ni kona hizo sawa, lakini Mungu ni mwaminifu kwa sababu mtoto ni baraka. Mtoto ni baraka. Sasa tutamwombea kwa Mungu. Mungu ni mwaminifu, atamsaidia atakijifungua salama kabisa. Sinajua. Ni kweli. Yaani hapa ni maombi kwenda mbele. Kwa kweli. Na hilo ndio nilikuwa nikilitaka. Mtoto ni baraka. Hajilolo tunaongelea. Kazi yetu sisi ni kuomba tu. Tunamsihi Mungu, Mungu kazi yake ni kutenda. Ni kweli kama unavyojua, mtoto akiunyea mkono, ukati unauosha, anaendelea kuutumia. Ni kweli. Kwa hiyo maombi yenu muhimu. Muombeeni ndugu yenu ajifungue salama. Sawa shangazi, ni jambo la heri. Tutamwomba Mungu, Mungu atasaidia. Tashukuru sana. Amina. Karibu tena. Asante shangazi. mbona ya mambo yanaongeleka? Wewe kama una uwezo wa kumtafuta Sele na ukampata ukamrudisha hapa, mlete kwanza, afu ya mambo mengine ya Sele kurudi mikononi mwako tutayajua hapo mbele ya safari. Kikubwa mlete tu. Sawa mama? Najua familia imenitenga kwa sasa, lakini mimi bado ni mwanafamilia wenu. Mimi siko hapa kwa ajili ya kugombanisha mapenzi ya Sele, hapana. Mimi niko lazi kuwa hata mke wa pili, ili mradi tu Sele awepo mikononi mwangu. Yaani namaanisha awe kama mume wangu. Mdogo wangu Kenzo, nimempata taarifa kwamba Sele amepotea katika mazingira ya kutatanisha, na nimekuja nikuulize. Na mimi ni ndugu yako, sina taarifa jambo hili. Hukunipa taarifa, hukumpa taarifa ndugu yoyote. Na yule mtoto alienda kuoa tu kule, wale sio ndugu zao. Sawa, hujatuambia ndugu. Utakuwa umepeleka taarifa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama? Hapana dadangu, sijamshirikisha mtu yoyote, kwa sababu wakati ile tukio linatokea kulikuwa na magomvi hapa na pale, na magomvi yenyewe ni ya wanandoa kati ya pande mbili. Unajua tena dadangu, masuala ya ndoa siwezi kuvishirikisha vyombo vya usalama. Kwa hiyo nilikuwa navuta tu subira ili nijue, je, mwanamke wake ataweza kumsaidia. Lakini hakukuwa na msaada wote dada yangu. Zaidi ya mimi kila siku nikiuliza naishiwa kudanganywa tu. Sina jibu lolote nalopewa kuhusu Sele. Naomba unisamehe kwa kutokuambia dada. What? Kenzo, una watoto wawili tu na mtoto wa kiume ni mmoja tu. Kumbuka mwanao kule alienda kuoa tu, na ndugu zako ni sisi. Kwa nini hujatushirikisha? Kumbuka sasa hivi kuna magonjwa ya figo, matajiri wengi wanaumwa mafigo, yamefeli, wanataka kubadilishwa mafigo.
wanashika watu na watu wametekwa, wamefanya nini, wanakwenda kuwachinja, wanatupa huko baharini, wanachukua figo wanaenda kuuza kwa mabilioni ya hela. Wewe mtoto anapotea siku 2, 3, 4, wiki, mwezi, huleti taarifa kwa ndugu zako. Akili yako imekwaje? Anyway, mimi nitalisimamia. Nitakwenda kwenye vyombo vya ulinzi na usalama na nitalisimamia kwa karibu ili tuone tunafikia wapi. Dadangu, naomba nisamehe kwa kutokushirikisha. Pia nitashukuru kama utanisaidia dada. Mimi mwenye peke yangu siwezi dadangu. Siwezi. Anyway, ngoja tushughulikie mtoto aliyepotea. Wahenga mbona muli utangulia, muliposema sura siyo tabia. Unaweza kuishi kwenye dunia na usijue kinachoendelea. Wahenga muda muli utangulia, muliposema sura siyo tabia. Unaweza kuishi kwenye dunia na usijue kinachoendelea.